Reactive 19 Pro na leo tuko na dada Enea, fundi kabisa, dereva, engineer, technician. Dada kabisa, kila kitu nadhani kitakuwa kiko okay, na leo utaweza kupata madini mengi kutoka kwake. Mwanamke jasiri, shupavu, yuko fit, yaani unaweza kila kitu kiko okay leo. Ni sisi tena 19 Pro. Kuwa makini na uweze kutusikiliza. Sasa dada Enea, ningependa kuanza na maswali machache kutoka kwako niweze kukufahamu, aweze kukufahamu, kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo wanaweza kujifunza leo. Ulianza kujifunza hii kazi ukiwa na muda gani? Yaani ulichukua muda gani kwanza kujifunza, au ilikuchukua hatua gani kwanza kujifunza hii kazi? Okay, kazi ya bajaji nimeanza kujifunza ni muda mrefu. By the way, nilikuwa na kabla sijaenda chuo kwanza. Nilikuwa naomba bajaji za watu. Mtu yoyote maybe labda kanisani pale akija na bajaji yake namuomba nifundishe. Kuna kaka mmoja pale nimeomba nifundishe, akawa ananifundisha. Wakati mwingine nikawa naomba na mtu akipaki tu bajaji yake naenda pale namuomba nifundishe baadaye, lakini nikaenda chuo, nenda VETA. Kwa nini ulichagua kuwa dereva bajaji? Naipenda. Unapenda? Napenda kuwa dereva. Na napenda kazi ya bajaji. Unatakiwa upende kabla ya kuamua kufanya. Kitu cha kwanza hicho. Okay, tunaendelea. Wazo la udereva wa bajaji ni wazo la muda mrefu au umecheza nao kama fursa kwako? Yaani imekuja kama fursa au ni wazo la muda mrefu? Actually ni wazo la muda mrefu. Nilikuwa natamani mimi siku niendeshe bajaji. Lakini katika kujifunza ni muda mrefu nilikuwa najifunza. Lakini fursa ilipokuja tu pap, mwaka jana nikacheza na fursa, nikaingia nikajifunza mpaka sasa hivi. Hii ni bajaji ya umeme nafikiri. Na sasa ningependa kufahamu tofauti kati ya bajaji ya umeme na bajaji za mafuta. Actually mimi nimejifunzia bajaji ya mafuta by the way. Bajaji ya mafuta ni manual. Bajaji ya umeme ni auto. Bajaji ya mafuta ina clutch na ile kiki, mambo mengi. Hii hapa auto, hiyo ni kuwasha. Ukiwasha na funguo, kutoa kama umeweka unatoa hand brake. Labda uliweka parking unaweka on uondoke, hivyo unavuta moto unaondoka. Ili kuchukua muda gani wewe kujua sasa paka kuendesha? Kwa hii hapa kujifunza bajaji ya umeme ni siku moja tu. Siku moja tu, kwamba unaingia tu barabarani hivyo. Siku moja. Yaani uliwezaje kwa siku moja kujifunza bajaji? Yaani siku moja tu ukaweza kujifunza bajaji? Kwa sababu nilikuwa tayari nina idea na ile bajaji ya mafuta. Kwamba nilikuwa na idea na bajaji ya mafuta, kwa hiyo hii hapa haikunipa shida sana. Okay. Lakini labda kwenye kunipa shida ni ile kwamba labda wewe unavovuta mafuta labda inavostuka tofauti na ile bajaji ya mafuta, unajua unavuta mafuta kiasi gani. Hii hapa ni umeme, unajua kucontrol kiasi gani. Kwa ulianza kwanza kujua bajaji ya mafuta ndio nikaja umeme. Na ilikuwa ni rahisi au ngumu kiasi gani kwa mara yako ya kwanza sasa unaingia kazini? Sasa leo dada Enea nimekuwa dereva, sasa unaingia huko nyuma kuna abiria, umebeba roho za watu. Actually ilikuwa ngumu. Kuna kipindi kwanza, kuna siku nilienda Mwenge. Nikaa nimepiga bea nikapakia abiria wa posta. Waliniomba nikataka kupakia abiria wa posta. Kwanza wale madereva wenzangu wa Mwenge pia walinizingua kidogo, na mimi nikakaza. Waliponizingua na mimi nikakaza, ngambia na mimi nataka nikale wapi na nini. Ngambia ya fresh sister, paki hapo basi tutakupakilia. Ngambia fresh. Baadaye wakaja abiria wanaenda Msasani. Wakaniambia wewe sasa tunaenda Msasani hivi na hivi. Unajua mimi ni bado sijawa mzoefu barabarani. Nikamwambia pandeni. Wakapanda, walikuwa 4, 3 nyuma, 1 mbele. Sasa si wamepanda abiria ni wengi. Kuiondoa ile chombo pale kwanza kugeuka, ile nafasi ya kugeuka ni ndogo. Kumbuka kwamba mimi ni lena bado. Sio mzoefu. Ile nafasi ya kugeuka ni ndogo. Wale abiria wako na hapa hatufiki. Yaani katika changamoto ambayo mmoja kubwa nilipata ni hiyo. Abiria wakashuka ngasema basi fresh. Baadaye wakaja abiria wa Moroko, nikapakiwa Moroko, nikaenda kwa dampo Moroko, nikafika Moroko pale nikapakiwa posta, nikawasha posta.
hivyo mdogo mdogo hivyo mpaka nikajikuta nimefika feri, nikapakia abiria tena wa feri. Una mahusiano? No. Sawa. Kabla kuingia kwenye hii kazi, yani ulikuwa na mahusiano? Hapana. Nashindwa kumuuliza swali langu sasa, ndugu wasikilizaji. Lakini okay, sasa hapa nashindwa kuelewa ni next swali au nimuulize swali. Yaani ngoja nikuulize, pengine kuna mtu atajifunza. Ni changamoto gani ambayo unaweza ukasema inaweza kawa changamoto kwa wewe kwenye kazi yako na kwa mpenzi wako? Kama nilivyosema, mpenzi sina. Okay. Yes. Niko mwenyewe kama mwenyewe, mimi niko single. Kwa hiyo changamoto ninazozipata zinanifesi mimi tu. Ni mimi. Yeah. Mimi na bajaji yangu. Yeah. Yeah. Changamoto ni zake yeye na bajaji yake. Yeye na kazi yake. Yeye na kazi yake. Basi tupe changamoto ambazo wewe unaweza unakumbana nazo ukiwa kazini kwako. Kazini kwangu hizo changamoto ni nyingi. Wakati mwingine kuna kipindi nilikuwa naenda wapi? Daladala, unajua daladala wanatulia sana. Daladala mtu anaweza kukuletea daladala hivi. Mimi kuna siku Kigogo pale nilikuwa naenda Mbagala kama sikosei. Nikakuta daladala wameniminya hivi huku kulia kushoto. Nimejikuta niko mdogo peke yangu hapo kati. Unajiuliza hawa vipi? Setimilo wamezi. Nikajikuta daladala nyingine imepita. Ikanikwanyua, ngambia ngasimamisha, ngambia shuka dereva. Na ningependa sasa kufahamu, kwa sababu hapo umeniambia ulibanwa na nini, kwa maana yake hapo ilitokea damage kwenye bajaji kabisa upande wa kufanya service. Sasa ningependa kuhitaji kujua, kwa sababu pia ulitudekeza ukatuambia kwamba ushakuwa dereva wa bajaji za mafuta. Sasa ningetaka kujua service katika upande wa mafuta, bajaji za mafuta na bajaji hizi za umeme, service ipi inakuwa gani, kubwa ipi ndogo, yani vifaa vyake? Okay, nafikiri bajaji za mafuta service yake ni kubwa zaidi kuliko hii. Hii service yake ni ndogo sana. Na hii bajaji nikisema ni zaidi ya bajaji, hii bajaji ni nzuri. Sijui labda nasema ni nzuri kwa sababu mimi ni dereva bajaji na naendesha hii. Bajaji ya umeme ni nzuri zaidi. Yeah. Mimi kwa upande wangu nimeendesha mafuta, nimeendesha hii hapa ya umeme. Yeah. Lakini mimi hapa nina enjoy. Labda tatizo nakuja kulipata pale, labda abiria wamechanganya. Labda boti zimechanganya kuita, chaji imekata. Hapo ndo tatizo nakuja kulipata hapa. Okay. Kwa sina uwezo tena kwenda kumbeba abiria. Kwenye kuchaji unatumia muda gani kuchaji? Masaa mawili. Masaa mawili. Katika masaa mawili, dada Enea, ni mafanikio gani uliyopata kupitia kazi yako? Okay, actually mafanikio ni makubwa. Cha kwanza nimejuana na watu. Yeah. Nimepanua wigo mkubwa sana wa kufahamiana na watu. Watu mbalimbali wakubwa. Unajua sometimes watu wakubwa huwezi ukawafikia tu huko hivi umekaa. Unaweza ukafikia watu wakubwa kutokana na kazi au na kitu jambo unalofanya. Mimi nikisema kwa mafanikio, nimefanikiwa sana kukutana na watu wakubwa, kufanya na kazi na watu wakubwa. Yeah. Kitu kingine nimepata pesa. Sitegemei, yani siombiombi. Naendesha maisha yangu. Hakuna mahali pananishinda kwamba labda nitashindwa hapa, labda nitaenda nitaombaomba. Kabisa. Yeah. Na ushauri gani unaweza ukawashauri wanawake wenzako na mtu yoyote yule ambaye leo anakusikiliza kupitia 19 Pro, anaweza akajifunza kitu na akasema nilichelewa leo kuwa hapa na sisi 19 Pro? Hebu mpe ushauri. Okay, ushauri ninaotoa kwa wanawake wenzangu ni huu. Mwanamke, pambana, simama, pambana. Hakuna kitu ambacho hakiwezekani katika maisha. Vitu vyote vinawezekana. Usiseme kwamba labda mimi nataka kufanya kazi fulani. Yaani unataka kujiweka kwenye status fulani wakati wewe ni mtu wa status fulani. Yaani ukitaka kujiweka kwenye status ya juu, uonekane wewe ni matawi ya juu, wakati hapo juu hapo penye kupafikia upawezi, na unahitaji pesa. Kama unahitaji pesa, usikae ukabweteka, usikae nyumbani ukasema labda unasubiria tu mtu aje akupe pesa, mtu aje akusaidie. Sasa hivi wakati mwingine unaweza kukutana na wanawake, mtu analia pesa, sina pesa, anaomba pesa ya kodi, mtu anaomba mpaka pesa ya kula. Eti mwanamke unamwomba mwanaume pesa ya kula. Hapo mwanaume sio mwanaume wako. Wanaume siku hizi hawatoi hela. Wanaume wengine wanakimbia hadi familia. Sio kweli. Sasa mwanamke nikwambie kitu. Hapana. Ni kweli. Mwanamke nikwambie kitu, pambana. Njoo kwenye bajaji. Bajaji ina pesa. Mimi nakwambia ukweli.
utabadilisha maisha yako, utakuwa yani utakuwa tofauti na vile ulivyokuwa mwanzo. Hutamtegemea mtu, hutaomba kwa mtu, hutafanya chochote. Yani watu watakutegemea wewe kwenye kuomba. Sasa ushauri wangu ni waje kwenye bajaji. Waje kwenye bajaji. Njoo kwenye bajaji, afu bajaji zipo kibao yani. Yani na kuna fursa kwa ajili ya wanawake. Kuna fursa, kuna pesa, kuna connection, kuna network, kuna mtonyo, kuna kila kitu. Njooni kwenye bajaji. Waini, njooni kwenye bajaji. Yani msikae mkasema eti nimeshindwa, eti nitaomba kwa Dula, nitaomba kwa Hamisi, nitaomba kwa Abduli. Naomba hela ya kula, hela ya nini? No. Huko tulishapita, ipo hiyo. Dada Enea, basi mimi nafurahi sana kwa na wewe, kwa sababu kuna watu wengi leo wameweza kujifunza kupitia sisi 19 Pro, na na imani leo kuna kizazi kikubwa sana, kuna mtu pengine atatano na ataweza kujifunza leo na imani hiyo. Na tunashukuru pia kwa muda wako, tunashukuru kwa kila kitu, kwa ushauri wako, kwa mchango wako wote ulioweza kutuonesha. Basi tuko pamoja na uko pamoja na sisi, tunaweza kusema karibu tena 19 Pro. We active, tutaweza kuendelea kuwa pamoja. And guys, we active, keep scrolling, keep comment, keep sharing, keep